kuanzisha, endeleza na kuimarisha teknolojia. SIDO fahari yetu, tunatoa mafunzo mbalimbali, mikopo kwa wajasiriamali wadogo na wakati. SIDO fahari yetu, tunajali. Juhudi, mafanikio ni vitu vinavyokwenda pamoja, lakini ujasiri uviongezea thamani vitu hivyo na kuleta tafsiri halisi ya mjasiriamali. SIDO ikimshika mkono mtu mwenye vitu vyote vitatu, humfanya mtu huyo kufikia pale anapopataka. Kutana na mwanamke jasiri asiyekatishwa tamaa na mwenye kusimamia ndoto yake, aliyeamini zero inaweza kuwa hero. SIDO! Yupo mshairi mmoja mashuhuri sana huko ugaibuni maarufu kama Henry David. Alishawahi kusema kuwa mafanikio hufuata wale ambao wanahangaika kuyatafuta. Vipi kwako mtazamaji? Natamani kufahamu, unayafuata au unasubiri ya kufuata hapo ulipo? Karibu sana katika kipindi hiki cha SIDO fahari yetu. Mtazamaji, kipindi hiki kinaweza kikawa chachu cha kuanza safari yako ile ya kuelekea kwenye mafanikio. Mtazamaji, kipindi hiki kinaletwa kwako na shirika la kuhudumia viwanda vidogo, yaani SIDO, kwa lengo mahususi kabisa kuweza kukuhabarisha ni huduma zipi wanazozitoa, lakini ni mchango upi walionao katika kukuza viwanda hapa nchini Tanzania, pamoja na mafanikio walioweza kuyafikia tangu kuanzishwa kwake. Kupitia kipindi hiki cha leo utakwenda kujifunza mambo mengi, lakini mambo husika kabisa kuhusiana na SIDO. SIDO ni nini? SIDO inahusika na kitu gani? Ina fursa zipi kwa ajili yako wewe mjasiriamali? Tutafahamu mambo mengi sana kuhusiana na SIDO, lakini pia utapata fursa ya kuweza kusikia kutoka kwa wajasiriamali ambao wameweza kunufaika na SIDO hiyo ambayo tunaizungumzia hapa. Katika mfululizo wa vipindi vyote hivi utakuwa na mie Lucia Mwashala, tutakuwa mwanzo mpaka mwisho. Ni kuahidi tu kuna mambo mengi sana ya kujifunza katika vipindi hivi vya SIDO fahari yetu. Keti nasi tuwe pamoja, karibu sana. Unapozungumzia SIDO, unazungumzia shirika la kuhudumia viwanda vidogo na vya kati nchini. Na unapozungumzia Tanzania ya viwanda, unaizungumzia SIDO. Una ndoto ya kuwa na kiwanda na hujui pa kuanzia? Au una kiwanda lakini unahitaji teknolojia, masoko au mkopo wa kuendeleza kiwanda chako? SIDO iliyopo katika kila mkoa nchini ni jibu lako. SIDO itakupa mafunzo, mikopo, uendelezaji wa teknolojia pamoja na masoko. Cha ziada ni kwamba utapata ushauri na huduma ya kuatamia kiwanda chako ili kuhakikisha unafanikiwa. Unangoja nini? Kazi iendelee. SIDO, kwa pamoja tujenge viwanda. Shirika la kuhudumia viwanda vidogo, yaani SIDO, limeanzishwa kwa sheria ya bunge namba 28 ya mwaka 1973 ili kupanga, kuratibu, kuendeleza na kutoa huduma mbalimbali kwa viwanda au biashara ndogo na za kati. Hadi leo SIDO imebaki kuwa muhimili mkuu wa serikali katika kuendeleza viwanda vidogo na vya kati. Madhumuni makubwa ya kulianzisha hili shirika ilikuwa ni kuwahamasisha Watanzania waweze kuanzisha viwanda vidogo, lakini SIDO ikawa na jukumu sasa la kuhakikisha hivyo viwanda vidogo vinaanzishwa. SIDO kama SIDO tuna mikakati mingi ya kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania wengi. SIDO tuko mikoani. Nadhani tunavokaa mikoani hatugusi Watanzania wengi. Kwa hiyo tunafikiria kwamba ni muhimu SIDO ikashuka kwenda wilayani na ikibidi baadaye ishuke kwenda chini zaidi ili iweze kugusa Watanzania wengi. SIDO katika utendaji wake kwa kazi ni kwamba iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na chini yake SIDO inasimamiwa na board ya wakurugenzi. Mwenyekiti wa board anateuliwa na Mheshimiwa Rais Tanzania, lakini wale wajumbe wengine wa board wanakuwa wanateuliwa na
Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya viwanda na biashara, na chini ya hapo basi kunakuwa na mkurugenzi mkuu ambaye kwa wakati huo ni mimi, na mimi nasaidiwa na wakurugenzi wakuu 4. Tuna mkurugenzi wa teknolojia na masuala ya viwanda, tuna mkurugenzi wa mafunzo na usimamizi wa mikoa, lakini tuna mkurugenzi wa fedha na utawala, na tuna mkurugenzi wa masoko na uwekezaji. Lakini shughuli nyingi za SIDO hazifanyiki kutoka makao makuu, bali zinafanyika katika mikoa. Shirika la kuhudumia viwanda vidogo lina mtandao mpana sana. Tuko katika mikoa 26, lakini ofisi za mikoa kwenye mikoa 25, isipokuwa Songwe ambayo inahudumiwa na mwakilishi wetu wa mkoa wa Mbeya. SIDO ilianzishwa ikiwa na dira ya kuwa shirika linaloongoza katika kutoa huduma za kibiashara na kufungua fursa kwa ukuaji na ushindani kwa wajasiriamali. Dhamira yake kuu ni kuanzisha, kuendeleza na kuimarisha misingi ya ubunifu kwa wajasiriamali, ikiwa pamoja na kuwapa huduma bora zinazozingatia taratibu za kibiashara. Haya yote ni katika kuhakikisha majukumu, dira na dhamira zinafanikiwa. Shirika hili limegawanyika katika idara 4 ambazo ni idara ya mafunzo, idara ya fedha na utawala, idara ya maendeleo ya teknolojia na viwanda, idara ya masoko na uwekezaji, kwa pamoja wakiwa na mujibu wa kutekeleza huduma tajwa kwa mujibu wa sheria. Huduma ambazo SIDO inazitoa ili kuhakikisha sasa viwanda vile vidogo vinavyoanzishwa vinakuwa. Moja ya huduma ni ile ambayo inahusiana na masuala ya teknolojia, na huduma nyingine ni huduma ya mafunzo na kutoa ushauri, ugani. Lakini kuna huduma nyingine ambayo SIDO ina jukumu nalo, ni huduma ya masoko, kuhakikisha kwamba wale wanaoanzisha zile viwanda na kutengeneza bidhaa mbalimbali, lakini bidhaa zinapata masoko. SIDO kwenye teknolojia inafanya mambo makubwa mawili, lakini la msingi ni kwamba ule upatikanaji wa teknolojia. Inawezekana kuna teknolojia ipo labda nje ya nchi au ilikuwepo nje ya nchi. SIDO inaitafuta na kuihuilisha sasa iende kwa wajasiriamali waweze kuipata kwa unafuu na waweze kuzalisha bidhaa. Kwa tunafanya kazi sana kwa mikono na tunatumia muda mrefu kumaliza mashine moja. Lakini kwa teknolojia ya kisasa tumeweza kununua mashine za kurahisisha kukata vyuma, kutengeneza spare zile za kuweza kuunganisha ili kusudi tuweze kukamilisha mitambo yetu. Kama tungekuwa tunakata kipuli kimoja labda kwa masaa 3, inaweza mashine hiyo ikakata ndani ya dakika 2. Tunaharakisha kazi na kazi inakuwa yenye ufanisi zaidi, na kwa kuzalisha nyingi kwa wakati mmoja tutakuwa na punguzo la bei. Tunayo program maalum kwa ajili ya kulea mawazo ya kibunifu, kwa Kiingereza incubation program. Programu hii inafanya kazi kwa kuangalia mahitaji halisi ya kisasa, kwamba kuna mtu ana mawazo, lakini yale mawazo kuyabadilisha kuwa huduma ama bidhaa halisia inakuwa kidogo ni ngumu. Kwa sisi kama shirika la kuhudumia viwanda vidogo tumeliona hili, na ndio maana tumeanzisha hii program katika baadhi ya mikoa. Kwenye ule mchakato mzima wa kuweza kuwapata wale wabunifu wachache, na mimi pia nilikuwa miongoni mwa lile kundi dogo la wabunifu. Hapa SIDO ninajihusisha na ubunifu na utengenezaji wa taulo za kike zenye uwezo wa kutumika zaidi ya mara moja. Yaani mtu ni anafua, anatunza na kutumia pia wakati wa kipindi kingine cha hedhi. Yako mafunzo ya kulipia, lakini yako mafunzo ambayo mengine yanaweza yasiwe ya kulipia. Naweza tukapata labda kikundi cha watu wasiojiweza wanataka kujifunza. Kwa kama sisi shirika tuna wajibu, naweza tukaamua kutoa bure kupitia vyanzo vyetu vya ndani. Kuna namna mbalimbali za kuwapata hawa wajasiriamali wanahitaji mafunzo. Kuna wale ambao wanasikia kwa wale waliofanikiwa, ni njia moja tunayoitumia, lakini tunatangaza pia kwenye vyombo vya habari kama mmepata kuona au kusikia, lakini natumia sana sasa hivi mitandao ya kijamii ili watu waone kile ambacho tunakifanya, na waliofanikiwa wale wanakuwa ni mabalozi wetu wazuri sana.
Kwa hiyo niseme tu ya kwamba kuna njia mbalimbali za kuwapata wajasiriamali, lakini hatuna sifa maalum. Kwa hiyo uwe umesoma, uwe hujasoma, sisi tunaweza tukakusaidia na kukujenga kuwa mtu mwingine wa tofauti kabisa. Lakini mkakati mwingine tumeona kwamba mahitaji ili mtu aweze kuanzisha kiwanda, mbali na kwamba unakuwa na malighafi na una soko la bidhaa ambayo unataka kuitengeneza, tunafikiria kwamba changamoto kubwa iko katika upatikanaji wa mitaji. SIDO tunatoa mikopo kiasi cha juu ni milioni 5. Sasa tunafikiri kwamba kwa milioni 5 haisaidii kuwatoa Watanzania wengi au kuwafanya Watanzania wengi waingie kwenye. Tumeshaanza kufikiria kuanzisha kitu kinaitwa viwanda scheme, kwa maana kwamba tukopeshe kiwango cha juu kifike milioni 200, lakini sio kwamba tukue tunakukopesha pesa. Tunataka tukununulie kiwanda ambacho unakitaka. Wewe unafanya shughuli zako, basi na SIDO tutakuwa pembeni. Kila faida unayoipata basi tunagawana. Ya SIDO unatupa na ya kwako unachukua. Utakapokamilisha hiyo, basi kiwanda kile kinakuwa cha kwako. Kwa hiyo pesa, tunatafuta fedha kutunisha mifuko wetu ili tuweze kuanzisha hiyo program. Unajua kama hujapata SIDO, kama hujaishika SIDO, wewe utakuwa ni mtu wa kuhangaika. Utatafuta pesa ya kula. Uwezi kutafuta pesa ya kuacha hata watoto na wajukuu ukawaachia alama. Lakini sasa tunaweza tukaacha alama. Kwa hicho ndicho tulichokifanya, na kama unavyoona hapa, Mungu ametusaidia. Tumeweza kuongea na watu wa Wizara ya Fedha kupitia taasisi ya Safe Microfinance. Wameweza kutupatia nguvu ya kuweza kupata hata hizi mashine unazoona tumeweza kuweka na karakana. Lakini kabla ya hapo, kabla ya wao kutuona, SIDO walikuwa wametupatia eneo hili tukajenga. Wamefanya kazi kubwa sana SIDO kwenye upande wetu. Wajasiriamali wetu ambao wanapata mafunzo hapa, tuna makubaliano kati ya SIDO na TBS. Na kwa sababu kuna huduma hiyo ambayo inatolewa na TBS ya kuhakiki ubora wa bidhaa bure kwa wajasiriamali. Lakini kigezo ni kwamba wawe wametambuliwa na SIDO. Sasa kwa hiyo wajasiriamali ambao tumewapa mafunzo, tunawapa barua ya utambulisho. Na tukiwapa barua ya utambulisho, wakienda TBS wanapata huduma ya uhakiki wa ubora wa bidhaa zao bure. SIDO anapokuwa na mlea mjasiriamali, inafika mahali mjasiriamali amekuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa ambayo anataka kuingiza sokoni. Na tunajua kwamba bidhaa ili ipite kwenye soko zuri la Tanzania ni lazima likidhi ubora. Sasa kwenye kukidhi ubora, tunapenda kujua, je, huyu ni mjasiriamali ambaye atatumia kemikali nyingi za maabara kurudia bidhaa yake? Sasa kwenye kujiuliza hilo swali, ndipo ambapo tunakuja sasa kumuuliza, je, wewe ni mjasiriamali ambaye umelelewa na SIDO? Akisema ndio, huyo mjasiriamali akija kwetu TBS tunamshughulikia moja kwa moja bila kujiuliza, tukiamini hii ni bidhaa halisi iliyopitia mafunzo sahihi. Kuna kundi la wale wajasiriamali wadogo sana ambao kwa kupata barua ya SIDO tu kutuambia huyu nimemfundisha, basi yule mjasiriamali anakuja kupata huduma za TBS mpaka cheti bila kutoa gharama yoyote, kwa sababu tu ya ile barua ya SIDO. Mchakato mzima wa urasimishaji wa biashara kwangu ulikuwa ni kitendawili. Hilo nashukuru SIDO wameplay part kubwa sana katika kuniwezesha mpaka nilifika kipindi biashara yangu ikawa ipo rasmi. SIDO wamefanya kazi kubwa na nzuri ya kutuhamasisha, lakini pia kututia moyo na pia kuona namna gani ambavyo tunaweza tukasambaa kwenye maeneo mengine. Kwa upande wa SIDO kwenye kupata masoko wamesaidia kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu unavyoanza kazi, unafanya kazi yako, unamaliza. Soko liko wapi? Kwa ndo unakuta sisi tukishafanya kazi, unakuwepo na kusema kwa mfano Sabasaba. Kwa hiyo sehemu ile tunavyoenda kuonyesha vitu vyetu, tunakuwa kwenye banda la SIDO. Kwa hiyo mtu akija hapa anaweza kuona bidhaa hii, sio mashine ya kusaga inapatikana kwa Tolu, mashine ya miwa inapatikana kwa Tolu. Kinachotakiwa tu ni kuboresha kazi yako. SIDO tunaelekea kufikisha miaka takriban 48. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tumefanya katika awamu hii ambayo inazungumzia viwanda. Sisi kama SIDO tuna mchango mkubwa sana. Takriban viwanda 8477 vimeanzishwa, lakini 98% ya viwanda hivyo ni vile kuna viwanda vidogo sana 4410, lakini kuna viwanda vidogo
iko 3406 na vile vya kati viwanda 460. Kwa hiyo utakuta viwanda vikubwa ni 201. Kwa hiyo 98% ya viwanda hivi vinatokana na SIDO. Katika eneo la uwekezaji, kwanza tunajivunia kuzalisha wanaviwanda, lakini lengo la serikali ni kutengeneza ajira. Hadi hivi leo tayari tuna vijana au tuna ajira zilizotengenezwa katika maeneo yetu zaidi ya 5,000. Lakini pia tunajivunia kwamba kupitia uwekezaji, maeneo ya uwekezaji wa SIDO, bidhaa za wajasiriamali zimepata ubora unaotakiwa, kwa maana kwamba sasa bidhaa zinazozalishwa zinapata nembo ya TBS na zinaingia sokoni. Kwanza kabisa tunajivunia uzoefu. Tuna uzoefu karibia miaka 40 na kitu kwa kufanya kitu hicho kila siku. Kwa hiyo tuna uzoefu mkubwa kuliko taasisi zingine. Lakini tunajivunia pia umahiri wa watu wetu. Watu wetu wamejifunza, wakabobea na kuwa mahiri kwa kile ambacho wanakifanya. Upande wa masoko tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Wajasiriamali wengi tunawezesha kushiriki kwenye maonesho mbalimbali yanayoandaliwa ya kitaifa, ya kikanda, lakini ya kimkoa, na yale ambayo tunaandaa wenyewe ili kuhakikisha kwamba wajasiriamali wetu wanaenda kuonyesha bidhaa zao ili ziweze kufikia wateja wanaokusudiwa. Kwa hiyo ukiangalia kwa ndani tuna wadau wengi, lakini pia kuna watu ambao au taasisi zingine za kutoka nje ya nchi ambazo zinatutizama sisi kama watu ambao wamekuwepo kwenye sekta kwa muda mrefu na wamesaidia watu wengi. Lakini tunajivunia kule kujenga watu wa viwanda vidogo kule chini na kuwa sehemu kubwa ya kuchangia kukuza pato la taifa. Unapozungumzia SIDO, unazungumzia shirika la kuhudumia viwanda vidogo na vya kati nchini. Na unapozungumzia Tanzania ya viwanda, unaizungumzia SIDO. Je, una ndoto ya kuwa na kiwanda na hujui pa kuanzia? Au una kiwanda lakini unahitaji teknolojia, masoko au mkopo wa kuendeleza kiwanda chako? SIDO iliyopo katika kila mkoa nchini ni jibu lako. SIDO itakupa mafunzo, mikopo, uendelezaji wa teknolojia pamoja na masoko. Cha ziada ni kwamba utapata ushauri na huduma ya kuhatamia kiwanda chako ili kuhakikisha unafanikiwa. Unangoja nini? Kazi iendelee. SIDO, kwa pamoja tujenge viwanda. Kupitia SIDO kuna wajasiriamali wengi sana wamefanikiwa. Kipindi hiki cha Fahari Yetu tutakuangazia baadhi ya wajasiriamali ili iwe chachu ya maendeleo kwa wajasiriamali wengine ambao wanataka kukata tamaa. Kama unakumbuka mwanzoni mwa kipindi kabisa, nilikwambia kuna mwanamke jasiri sana asiyekatishwa tamaa hata kidogo. Yaani kwake yeye anaamini kuwa zero inaweza kuwa hero. Tutaweza kufahamu mengi sana kwa namna gani ameweza kufikia hapa alipo siku ya leo. Mtaani kote anajulikana kama Grace Product, lakini jina lake halisi ni Elizabeth Kilili. Ni tofauti na watu wengi wanavyoamini kwamba kufanikiwa lazima kuwe na msukumo fulani, labda urithi wa mali kutoka katika familia au elimu. Kufeli elimu sio kufeli maisha. Mimi binafsi hapa kama unavyoniona, sio kwamba nimesoma. Mimi ni form 4, tena form 4 failure. Na thubutu kuongea hivyo ili kumtia moyo mtu mwingine ambaye anafikiri kwamba labda anaweza akafanya kitu kwa sababu ya elimu au kupewa urithi. Kuna tofauti kubwa baina ya kipaji na ujuzi au utaalamu. Ujuzi au utaalamu wa jambo fulani unaweza kurithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine kwa njia ya elimu, iwe shuleni au hata nyumbani. Lakini je, ni wangapi wanaweza kutumia changamoto wanazopitia kujifunza utaalamu fulani na labda baadaye kuwa fursa inayokuza uchumi na hata kuleta utajiri? Ujuzi wa kutengeneza bidhaa zote tunazoziona hapa mezani. Tunaona kuna mafuta, kuna dawa ya meno, kuna sabuni, kuna shampoo. Umeutoa wapi dada Grace? Nilitumia changamoto kama fursa
kuweza kutengeneza vipodozi hivi, kwa sababu mimi binafsi nilitumia vipodozi vya viambato sumu kwa muda mrefu sana, ambavyo baadaye viliniletea matatizo makubwa sana, ambayo leo hii mimi najutia, kwa sababu niliweza kupata operation kubwa ya kichwa, kufanyia operation ya pua. Kwa hiyo sikuwa na namna ya kuweza kuirudisha ngozi yangu katika uasili. Ndipo niliporudia wazo sasa, kama siwezi kutumia viambato sumu, nini naweza nikatumia. Kwa hiyo ndipo hapo nilipoingia sasa kwenye laboratory yangu jikoni, nikachukua matunda, nikasoma naweza kufanya nini kwenye ngozi, nikasoma mafuta asili yanaweza kufanya nini kwenye ngozi, hali kadhalika na asali. Kwa hiyo nilivyotengeneza ule mkorogo wangu nikapaka, nikaona nimependeza, nikatumia wengine 10, nikatumia tena na wengine 10, nikaona ngozi zetu ziko vizuri. Sasa ndipo wazo la kutengeneza hivi vipodozi lilipoanza. Hata wewe pia hapo ulipo kuna changamoto ambayo uko nayo, lakini unaitumia vipi kama fursa kuweza kukufanya uweze kufikia mafanikio au hata kufikia ndoto zako? Kama kauli mbiu ya SIDO isemavyo, pamoja tujenge viwanda. Elizabeth ameshikwa mkono na SIDO tangu hatua za awali kabisa mpaka leo anamiliki kiwanda cha kati. Sikuwa najua naweza nikafanya vipi hivi vipodozi visiharibike, na pia vipodozi viweze kushikana kati ya mafuta, maji na ile cream. Na vilifika mahali vile vipodozi vilikuwa vinaoza, vinatoa funza, lakini watu kwa sababu vilikuwa vinawasaidia, watu wakawa wanaendelea kuvitumia. Kwa hiyo nikajikuta tu nimeandikiwa barua kutoka SIDO kwamba wanahitaji kuja kutembelea kiwanda changu cha Grace Products. Kaja maafisa katika kiwanda changu. Wakati huo mimi nakiita kiwanda, kalikuwa ni kachumba tu. Wakanikagua, wakataka kujua utaratibu wangu ukoje, natengenezaje, wakaangalia lebo zangu, wakaangalia chupa, wakaangalia malighafi, wakataka kujua na store iko wapi, naweka wapi malighafi. Wakapaona ambapo ni hapo pamoja. Mwisho tukaingia ofisini, wakakaa chini na mimi. Ni watu wazuri sana SIDO. Basi wakaanza kunipa utaratibu wao, kiwanda kinatakiwa kiweje. Kwa hiyo wakaanza kunifundisha, unatakiwa uwe na sehemu ya production, unatakiwa uwe na sehemu ya kutunzia malighafi, unatakiwa uwe na sehemu ya bidhaa ambayo iko tayari. Namshukuru Mungu aliniongoza vizuri sana. Ilinichukua kama miezi 6 kuweza kujenga hicho ambacho wanakihitaji kiwe. Wakanipa barua ambayo ya kuweza kupeleka TBS. Kwa hiyo walinishika mkono kuhakikisha leo hichi kiwanda unachokiona hapa kimekuwa hivi ni kwa sababu ya muongozo mzuri ambao niliupata kutokea kwao SIDO. Na haya ni matunda ya SIDO, maana mtu huyo aliyefeli katika matokeo ya kidato cha 4, leo hii mtu huyo ametunukiwa shahada ya udaktari. Dokta, hiyo ni dokta hii ya vyuoni au ni dokta ipo? Unaweza kutufafanulia tufahamu vizuri? Hii nilipewa shahada ya heshima ya utawala na biashara, kwa sababu nimeleta mabadiliko ya ajabu na kwa haraka, hasa katika kuwatoa watu kwenye ubaya na kuwaleta kwenye uzuri. Kwa hiyo nikaelezewa kwa nini napewa daktari. Ni kwa sababu unaingia sana kwa watoto yatima, kusaidia watu wenye uhitaji. Nimeweza kuenda vijijini. Unajua mimi nazunguka sana vijijini. Kwa hiyo alinitajia vitu vingi hapo ambavyo wakaona kwamba mimi vinastahili kupata shahada ya udaktari. Chuo ambacho kilinipa shahada hii kinaitwa Africa Graduate University ambacho kipo Sierra Leone. Mafanikio ni kipimo kizuri cha kuona hatua aliyopiga mjasiriamali. Pamoja na yote haya, nilitamani kufahamu, je, Elizabeth amefanikiwa? Nimepata mafanikio makubwa sana, kutoka kwenye shilingi 64,000 mpaka kufikia kwenye billions of money. Wakati ule nilikuwa na kodi gari ya mtu naenda nauza, lakini nimeweza kununua magari ambayo hayana idadi. Nimeweza pia kujenga majengo kutoka kwenye kale kachumba. Sasa hivi nina majengo ya kutosha tu, na nimeona mashine za kutosha tu, na nimeweza hata kununua Scania kubwa ambayo ndio inaweza kunifuatia malighafi kutoka vijijini kama mafuta haya, inaniletea hapa. Sikodi tena magari ya watu. Nimefungua media, nina Top Television, lakini pia nina kituo cha redio ambacho chenyewe kiko Morogoro, ambacho leo ndio kinanisupport sana kuhakikisha kinatangaza biashara zangu. Bila kusahau nimeweza pia kuajiri
Nilianza na vijana wawili, nilianza na mtoto wa kike na wa kiume, lakini leo na vijana wengi tu. Safari ya mafanikio inaweza kufanana kabisa na ile safari ya kawaida. Kwenye ujasiriamali kuna milima na mabonde pia, ambayo dada Elizabeth wa Grace Products ameweza kuivuka na kumfanya afanikiwe kwa kiasi hiki. Wewe ni nani hata ukate tamaa? Mimi dada Grace ningetamani sana nikuungishe. Hebu pengine ni kitu gani ambacho ungetamani nikuungishe? Mafuta peke yake au? Mimi natamani uniungishe lotion. Sawa. Una mtoto? Hapana. Hauna. Basi uchukue uniungishe na hii zoa ya meno. Sawa kabisa. Inaleta faraja sana pale ambapo tunanunua, tunapenda kutumia bidhaa kutoka kwa wajasiriamali hapa nchini kwetu, tofauti na vile ambavyo tunakimbilia bidhaa kutoka nje. Hii inaweza kusaidia sana kuweza kuzalisha bidhaa zilizo bora, lakini mwisho wa siku hata kuongeza pato la taifa. Fahari yangu ni kupenda bidhaa za kwetu, yani made from Tanzania. Vipi kwako mtazamaji, unapenda bidhaa za kwenu? Sasa sina mengi sana ya kuzungumza katika kipindi hiki cha leo, maana nilitaka tu ufahamu kiujumla na kiundani kidogo SIDO inahusiana na kitu gani. Umeweza kuwasikia viongozi mbalimbali wameweza kuongelea namna gani SIDO ilianzishwa, lakini mpaka sasa hivi wamekuwa na mchango kiasi gani katika viwanda vilivyopo hapa nchini. Lakini pia tukaweza kuwasikia wajasiriamali kadhaa wametuelezea safari zao kwa namna gani SIDO imekuwa chachu katika safari yao ya kuelekea mafanikio. Sasa tutaonana tena katika vipindi vijavyo. Ulikuwa na mie Lucia Mwashala, utakwenda kujifunza kiundani zaidi huduma zipi ambazo zinatolewa na SIDO. Kwa heri, tukutane katika ukurasa ujao. SIDO tunaanzisha, endeleza na kuimarisha teknolojia. SIDO.